Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi. Namshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengine, lakini kwa maamuzi yake makubwa ya kuamua kuweka miundombinu hii, lakini pia kuridhia kwamba AFCON iweze pia kufanyika Zanzibar. Tunajua tulihitaji kutengeneza miundombinu ambayo yatatulazimu kuqualify kwenye status hizo ama standard hiyo, na Mheshimiwa Rais akachukua hilo jukumu, na kwa kweli leo ni baadhi ya maeneo ambayo tumeweza kuyapitia, lakini mimi nasema alhamdulillah, kazi inaenda vizuri. Na najua pale mwanzo tuliposema kwamba tutajenga barabara ya lane 6 watu walijiuliza sana, hawakuamini kwenye vichwa vyao kwamba Zanzibar hii inawezekana, lakini tuambie imewezekana, na barabara ndio hizi ambazo tumezitembelea leo. Shida hapa sasa hivi itakuwa hazijakamilika kwa kiwango cha lami, lakini kama zimeweza kukamilika kwa kiwango hichi, basi wakandarasi watakamilisha, na mimi naamini ikifika mwezi Disemba penye uhai, basi maeneo haya yatakuwa yako tayari kwa ajili ya yale maandalizi ya AFCON, lakini pia kwa matumizi mengine ya wananchi ya kawaida, ambayo itakuwa ni sehemu kubwa ya kuifungua Zanzibar katika kuhakikisha imeweka miundombinu imara, na pia kuhakikisha kwamba uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua katika maeneo yote. Lakini naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maamuzi yake haya. Wakandarasi hawa walikuwa wana miradi yao na walikuwa wana mikataba yao, lakini baada ya kuona ile seriousness alionayo Mheshimiwa Rais, wamekubali kutumia muda wao wa ziada ili kuhakikisha kwamba miradi hii kwanza inakamilika, halafu ataendelea na mikataba yao katika miradi mingine iliyopo. Kwa kweli miradi yote hii inakwenda kuwagusa wananchi. Miradi hii ndio zile fedha ambazo tunaziona ule wakati tukisema tunakusanya pale Baraza la Wawakilishi, tulikuwa tunasema tuna bajeti ya trilioni 8 mwaka huu. Tumesema kule na leo nasema hapa, fedha zote hizi ambazo tunazitaja zinakwenda kumgusa mwananchi moja kwa moja. Maana leo unapomjengea mwananchi barabara, tayari umemwezesha mwananchi kufanya huduma zake mbalimbali. Lakini pia amesema Mheshimiwa Waziri, wananchi wa maeneo haya ya Fumba na vitongoji vyake, sasa thamani ya maeneo yote yamepanda sana. Hii si faida ya serikali peke yake, lakini hata kwa wananchi mmoja mmoja. Kuna wananchi wana mali zao, kuna wananchi wana nyumba zao, kuna wananchi wana viwanja vyao vyote, na kuna watu wanafanya biashara huku. Naamini biashara zao zitakuwa sasa zimeongezeka thamani na wataweza kuwa na mitaji mikubwa kwa namna moja ama nyingine. Ukiwa katika maeneo haya, hata kama huna fedha, wako watu watakupa fedha, utaingia ubia, utatengeneza partnership, hiyo biashara itaendelea, ama mtafanya joint venture, biashara zitaendelea. Naamini tukilikamilisha hili, tunakwenda kutengeneza mji wetu wa Fumba, lakini tunakwenda kuitengeneza Zanzibar katika ramani nyingine kabisa ya dunia. Wako watu wanaweza wasiamini haya wakati tunayazungumza, lakini watayaamini kwa kuyaona. Usipoamini leo kwa kusikia, utaamini kesho kwa kuona. Kwa hiyo hili wala halina haraka. Na nilimwambia nilikuwa namwambia sana Mheshimiwa Rais, wasio kupongeza leo hadharani watakupongeza kesho hadharani. Maana hao najua wanakupongeza tu kimoyomoyo, inawezekana wanaona shida ile kusitamka kwamba hili Dr. Mwinyi umefanya vizuri, lakini rohoni wanajua. Maana wanasema kila pahala Zanzibar barabara, kila pahala Zanzibar kuna umeme, kila pahala Zanzibar miundombinu inaendelea vizuri. Sasa inawezekana hawasemi hadharani, lakini iko siku watasema hadharani, kwa sababu mazuri hayafichiki. Hata ukiyaficha leo, basi maendeleo yatayafichua tu hayo mazuri. Kwa hiyo naendelea kumpa moyo Mheshimiwa Rais, lakini naendelea kuwapa moyo wananchi wa Zanzibar, waendelee kuiamini serikali yao, waendelee kumwamini kiongozi wao, wakihakikisha kwamba kiongozi huyu amebeba dhima kubwa ya Wazanzibari, amebeba maono makubwa ya Wazanzibari, lakini amebeba dhamana kubwa ya kuwatumikia Wazanzibari katika namna zote.